Naam, salamullahi ala al-ikhwa. Leo katika jifunze lugha na babu yangu ni majibu ya babu yangu baada ya kuulizwa swali na aliyekuwa rafiki yangu darasani. Rafiki yangu alimuuliza swali babu yangu, kuna utofauti gani kati ya maneno mawili ya lugha ya Kiarabu, an-nisau na an-niswa? Lakini baada ya kuulizwa swali babu yangu, muonekano wa sura yake ghafla ukabadilika, ukatawaliwa na tabasamu zuri, tabasamu ambalo likiashiria furaha kubwa ambayo ilipelekea kutuuliza swali. Babu yangu aliuliza darasa, neno nisau na an-niswa ni katika kigawanyo kipi cha jamu, au ni aina gani ya jamu katika vigawanyo vile vya jamu au vigawanyo vya wingi? Jirani yangu ambaye hakuwa rafiki yangu alinyoosha mkono na akaweza kujibu, akasema ya kwamba ni aina ya jamu taksir. Na darasani wote tunafahamu jamu taksir ni kwamba ni jamu ya uvunjishwaji wa herufi au uvunjishwaji wa muundo. Jamu taksir babu yangu alitufundisha ya kwamba ni aina ya jamu au ni maneno ya jamu ambayo yanavunja au yanabadilisha muundo wa neno mufrad, na ndio maana ukiangalia tafsiri ya neno taksir unapata ya kwamba ni kuvunjika. Babu yangu baada ya kujibiwa swali lake ndipo akafungua mlango wa kutujibu swali tulilomuuliza. Akasema neno nisaa licha ya kuwa jamu taksir, lakini pia ni jamu kithra, yani ni wingi wa wingi, na mimi mwenyewe pia sikumwelewa alivyoanza kutujibu. Akaendelea kwa kutupa mifano mingi katika Qur'an. Akasema mfano katika Qur'an sura Nisa aya ya 3, fankihu ma tabalakum minan nisaa mathna wa thulatha wa rubaa. Mwenyezi Mungu akiwa na makusudio katika aya hii ya kwamba wanaume oeni miongoni mwa wanawake nao wapenda miongoni mwa wanawake. Anisau ina maana ya kwamba ni wanawake wote dunia nzima. Wingi wa mwanamke ni nisa, ina maana ni wanawake wengi. Mufrad inakuwa mar'atu, wengi unakuwa ni nisa. Ni pia akamalizia na neno la pili niswa, akasema ya kwamba licha ya kuwa ni jamu taksiri vile vile lina nafasi ya kuitwa jamu qilla. Jamu qilla ikimaanisha kwamba ni wingi wa uchache, na akatupa mfano pia kwenye Qur'ani katika sura Yusuf aya ya 30, waqala niswatun fil madina, waqala niswatun fil madina, wakasema wanawake wa mjini, yani ni wanawake wachache au ni kundi la wanawake wachache ambao walisema. Kwa hiyo hapo ndo tukapata utofauti, niswatu na nisaa, ya kwamba niswatu ni kundi la wanawake wachache, ni wanawake wengi lakini ni wachache katika sehemu fulani au katika sekta fulani, na nisaa wanawake wote kwa ujumla. Kama umejifunza kitu na babu yangu kama sisi tulivyojifunza darasani, basi endelea kujifunza lugha na babu yangu, utafaidi. Naam, salamullahi ala al-ikhwa. Leo katika jifunze lugha na babu yangu ni majibu ya babu yangu baada ya kuulizwa swali na aliyekuwa rafiki yangu darasani. Rafiki yangu alimuuliza swali babu yangu, kuna utofauti gani kati ya maneno mawili ya lugha ya Kiarabu, an-nisau na an-niswa? Lakini baada ya